Muktasari wa habari za ulimwengu zinazosomwa na Sarafina Robi. Karibu Sarafina. Asante Halima. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema atasafiri kwenda Saudi Arabia wiki ijayo, ambapo maafisa wa Ukraine na Marekani wanatarajiwa kujadili mkataba wa awali wa usitishaji mapigano na Urusi. Viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya wameahidi kuiunga mkono Ukraine baada ya mkutano wa dharura mjini Brussels, ambapo wameahidi kuongeza ufadhili wa ulinzi. Walikubaliana kwa kauli moja kwamba Urusi na mshirika wake Belarus ni tishio. Viongozi wote isipokuwa mmoja tu, Viktor Orban wa Hungary, alisisitiza kuwa hakutakuwa na mazungumzo kuhusu Ukraine bila Ukraine. Akizungumza na wanahabari katika mkutano huo, Bwana Orban alisema kuahidi fedha zaidi kwa ajili ya matumizi ya ulinzi si uhalisia wa kweli. Ufadhili wa ziada ni nadharia tu. Hatujui fedha hizo ziko wapi. Kwa hiyo kwa sasa tumepata habari kuhusu kiasi kikubwa cha fedha ambacho hakiwezekani kukipata kutokana na hali ya uchumi wa Ulaya. Kwa hiyo nitakuwa mwangalifu sana kutoa ahadi yoyote kuhusu masuala ya kifedha, kwa sababu hatuwezi kufadhili. Sudan imefungua kesi katika mahakama ya kimataifa ya haki dhidi ya Umoja wa Falme za Kiarabu, ikituhumu kuwa inahusika katika mauaji ya kimbari ya makundi yasiyo ya Kiarabu katika jimbo la Darfur. Sudan inadai kuwa UAE inatoa msaada wa kijeshi na kifedha kwa vikosi vya Rapid Support Forces katika vita vyake vya wenyewe kwa wenyewe. Umoja wa Falme za Kiarabu umeelezea kesi hiyo kama jambo lisilo na msingi kwa umma. Ombi la Sudan la kutaka ushauri kutoka kwa mahakama ya ICJ si la kisheria, ila linaweza kuwa na athari za kisiasa. Rais wa Marekani Donald Trump amesitisha ushuru mkubwa uliowekea Mexico na baadhi ya bidhaa za Canada siku moja baada ya kuanza kutekelezwa. Florian Kaijagi ana maelezo zaidi. Kusitishwa huko kwa muda kwa mwezi mmoja ni kwa bidhaa zinazozingatia makubaliano ya biashara huru aliyoitia saini mwaka 2018. Trump amekanusha kuwa ni kwa sababu ya athari mbaya ya kushuka katika masoko ya hisa ya Marekani. Amesema amekuwa na mazungumzo mazuri na rais wa Mexico Claudia Sheinbaum. Amesema wito huo umeleta matokeo ambayo hayakutarajiwa. Canada inasema inadurusu dondoo zote muhimu kuhusu suala hilo. Na katika ujumbe wake wa kwanza wa sauti tangu alipolazwa hospitalini, Papa Francis amewashukuru wale ambao wamekuwa wakimwombea kupona. Amekuwa hospitalini kwa takriban wiki 3 kutokana na kuugua homa ya mapafu. Katika ujumbe mfupi, Papa anaonekana kupumua kwa tabu wakati akiwashukuru Wasamaria wema kwa dhati. Vatican inasema ujumbe huu ulirekodiwa jana Alhamisi. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Sarafina Robi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Nchini Tanzania unaweza pia kutusikiliza kupitia Loliondo FM, Kenya Mwanende FM, na Uganda unaweza pia kutusikiliza kupitia Voice of Karamoja. Ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unatupata pia kupitia Radio Muungano Beni. Na hii leo kunami Halima Nyanza. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema atasafiri wiki ijayo hadi Saudi Arabia, ambapo maafisa wa Ukraine na Marekani wanatarajiwa kukutana na kujadili usitishaji wa awali wa vita vya Ukraine na Urusi, huku akitarajia kuwa mazungumzo yenye maana. Viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya wameahidi kusimama upande wa Ukraine, na baada ya mkutano wa dharura mjini Brussels wameahidi kuongeza matumizi katika ulinzi. Zaidi na Leonard Mubali. Viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya walikubaliana kwa kauli moja kwamba Urusi na mshirika wake Belarus ni tishio. Hata hivyo, mmoja wa viongozi hao wa Umoja wa Ulaya, Viktor Orban wa Hungary, yeye amesisitiza kwamba hakuwezi kuwa na mazungumzo juu ya Ukraine bila Ukraine. Akizungumza na waandishi wa habari katika mkutano huo, Bwana Orban amesema kuahidi pesa zaidi kwa matumizi ya ulinzi ni jambo lisilowezekana. Ufadhili wa ziada ni nadharia tu. Hatujui fedha ziko wapi. Kwa hiyo kwa wakati huu tumepata habari kuhusu kiasi kikubwa cha fedha ambacho hakiwezekani kutokana na hali ya uchumi wa Ulaya.
Kwa hiyo nimekuwa mwangalifu sana katika kutoa ahadi yoyote kuhusu masuala ya kifedha kwa sababu tu hatuna uwezo wa kufadhili fedha hizo. Katika mkutano na waandishi wa habari pia kufuatia mkutano huo, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema usitishaji wowote wa mapigano uliojadiliwa lazima ulete amani ya kweli na ya kudumu nchini Ukraine. Nous voulons la paix pour l'Ukraine. Tunataka amani kwa ajili ya Ukraine na kupitia Ukraine, na raia wa Ukraine wanaitaka zaidi. Kama Rais Zelensky mwenyewe alivyosisitiza, tunataka amani thabiti na ya kudumu. Kwa maneno mengine, amani ambayo itahakikisha uhuru wa Ukraine na ambayo sio motisha kwa mchokozi au kujisalimisha au kusitisha mapigano bila dhamana. Tayari tulipitia hili mnamo 2014. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wameungana na Ukraine na kukubaliana kuimarisha ulinzi wa umoja huo katika mkutano wa kilele wa mgogoro wa usalama. Kujitolea kwa Marekani katika usalama wa Ulaya ni swala linalotiliwa shaka kwa sasa na mwelekeo wa utawala wa Donald Trump unaoegemea Moscow. Taarifa yake Leonard Mubali. Uganda imegundua kundi jipya la maambukizo ya ugonjwa wa Ebola. Mamlaka ya afya inasema kuna maambukizo mapya ya wagonjwa 5 wa Ebola, 2 kati yao wamethibitishwa na 2 wana uwezekano mkubwa wa kuwa na Ebola. Kwa mujibu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Africa CDC, ugonjwa huu umesambaa kwenye wilaya 5 mpaka sasa. Omar Mkambara na taarifa zaidi. Mlipuko huu sasa umeenea katika wilaya 5 kutoka wilaya 3 za hapo awali. Kwa mara ya kwanza imeripotiwa kuwa Ebola imeingia katikati ya mji mkuu wa Kampala, jiji kubwa lenye watu wengi zaidi Uganda, hali ambayo inazua wasiwasi ya kuenea zaidi. Ili kudhibiti mlipuko huu, timu za haraka za kukabiliana na mlipuko zimeimarishwa. Wafanyakazi wa afya wamepewa mafunzo ya ziada ili kuimarisha ufuatiliaji na utunzaji wa wagonjwa. Kuna wagonjwa 14 waliothibitishwa huku vifo 2 vikirekodiwa. Mwezi uliopita wagonjwa 8 waliachiliwa baada ya kupona Ebola. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kimesema pia hakuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya mlipuko huu na uliopita ambao pia ulihusisha wagonjwa 9. Chanzo cha maambukizi haya mapya yanachunguzwa, kwa mujibu wa Mosoka Papafal kutoka CDC, ambaye anasema mpangilio uliofanywa inaonekana maambukizi ya sasa si kutoka kwa binadamu kwenda kwa binadamu. Takwimu za shirika la afya ulimwenguni WHO zinasema Ebola ina kiwango kikubwa cha vifo na huwa watu takriban 5 katika kila watu 10 wanaoambukizwa. Mpaka kufikia sasa kuna chanjo iliyoidhinishwa ya aina ya Ebola ya Sudani. Hata hivyo, Uganda ilizindua chanjo ya majaribio mwezi uliopita na watu 264 wamepewa chanjo hiyo mpaka sasa, huku CDC wakisema kuna juhudi kubwa zinaendelea za uchunguzi na kutafuta majibu. Omar Mkambara. Msikilizaji, nchini Ivory Coast, nchi yenye uchumi mkubwa miongoni mwa mataifa yanayozungumza lugha ya Kifaransa barani Afrika, chakula cha asili kiitwacho attiéké ni zaidi ya chakula, ndio tegemeo kuu. Kinatokana na mhogo uliovundikwa. Chakula hiki kimepewa hadhi ya urithi wa kitamaduni wa Umoja wa Mataifa na kusaidia pia katika sekta hiyo kuzalisha kiasi kikubwa cha fedha na kuwawezesha maelfu ya wanawake. Hata hivyo, maisha yao yanatishiwa kutokana na kutotaka kubadilika kwenda na teknolojia pamoja na washindani wanaotaka kuziba pengo hilo. Mwandishi wa BBC Toda Opeyemi anatuelezea jinsi wanawake nchini humo wanavyopambana kuhifadhi urithi wao huo na mustakabali wao. Taarifa yake inawasilishwa na Skola Kisanga. Ni asubuhi wakati jua linachomoza. Nadine Aka anapumua kwa nguvu kama ishara ya uchovu, huku akitokwa na jasho. Amemaliza kupanda sehemu ya mlima yenye umbali wa kilomita 5, eneo la barabara ambayo inatenganisha shamba lake la mihogo na kijiji chake cha Grand Morie. Asubuhi amekuja kusafisha shamba lake la ukubwa wa ekari 2. Kwa sasa ana umri wa miaka 45 na amekuwa akizalisha chakula maarufu hapa kinachoitwa attiéké kwa miaka 22. Baada ya kuingia katika biashara ya attiéké, nilitumia pesa nilizozipata ili kuwatuliza watoto wangu wawili. Kwa sasa mmoja wao amehitimu kutoka shule ya sekondari. Ilikuwa biashara hii ya attiéké ambayo ilinisaidia, ambayo ilinipa pesa za kuwekeza katika elimu ya watoto wangu. Kwa hivyo siwezi kuiacha. Pesa
Mamlaka inakadiria kwamba uzalishaji wa CHEK unaajiri wanawake kati ya 100 na 200,000 kote nchini Ivory Coast. Ni shughuli ambayo pia ina changamoto zake. Kuna changamoto lukuki, lakini hatujui ni nani wa kumlalamikia. Kwa hivyo hatuna njia mbadala. Tumekuwa na hali hii tu. Kwa mfano, nikija kuvuna lazima niajiri mtu kutoka kijiji ambapo gharama yake ni pesa za hapa 10,000 ili kufika kiwandani. Hata kwenye kiwanda kuna mashine 2 tu, na ikiwa nitaenda kiwandani leo nitarudi nyumbani kesho yake saa 12 jioni siku inayofuata. Lakini pia inaibua swala la uuzaji wa bidhaa. Wachuuzi mara nyingi hupotea na bidhaa bila kulipa. Serikali ya Ivory Coast inadai kwamba itatekeleza mikakati ya kutatua tatizo hili, lakini pia kukabiliana na ushindani kama vile kutoka Uchina. Ivory Coast inazalisha tani milioni 8.25 za muhogo. Nusu yake hutengeneza bidhaa ya chakula itwayo ya CHEK ambayo inachangia sehemu muhimu ya uchumi wa taifa hilo. Lakini nyuma uzalishaji huu kumekuwa na changamoto chungu tele. Kwa hivyo wakati ya CHEK inashikilia nafasi ya juu kabisa kama chakula cha heshima na cha kitamaduni nchini Ivory Coast na kwa uchumi wa taifa hilo, mustakabali wake na hata mustakabali wa wanawake ambao wanafanya biashara hiyo na shughuli hiyo bado ni kitendawili. Naam, ni taarifa yake Toda Opeyemi huyo wa BBC ambaye akitupa nafasi sasa ya kuangazia michezo na Omar Mkambara. Karibu. Kusikia msemo unasema muosha uosho. Muosha uosho. Muosha uosho. Naam. Sasa. Viongozi watatu waandamizi wa klabu ya Manchester watakuwa wanaondoka mwishoni mwa majira ya joto. Mmoja kati hao ni mkurugenzi wa rasilimali watu na mabadiliko Anne Hale, ambaye kwa sasa yeye ndiye anahusika na mpango wa kupunguza wafanyakazi. Wanaondoka na kwenda wapi? Hao ndio wameshaoshwa. Yeye wanapunguza wafanyakazi 250 na Anne Hale yeye ndio anasimamia mchakato huo kupunguza watu 250. Wakati yeye ndio mwajiri na muondoaji. Na yeye pia anaondosha, ni katika wale watu watatu pia ambaye atakuwa anaondoka. Kweli mwosha uoshwa. Mwingine ambaye anaondoka katika ngazi ya juu kabisa ni James Harold ambaye ni mkurugenzi wa biashara pamoja na mkurugenzi wa masoko, anafahamika kwa jina la Florence Farai, na huu ni mchakato ambao unaendelezwa na klabu ya soka ya Manchester chini ya kampuni ya Ineos, ambao kwa sasa wanafanya panga kubwa la kupunguza ili kuweza kuondosha gharama ndani ya klabu hiyo ambayo imekuwa ikisuasua. Lakini tukisalia hapo ni kwamba Manchester jana usiku walipata sare ya goli 1-1 dhidi ya Real Sociedad katika mchezo ambao ulipigwa kule nchini Hispania, ukiwa ni mchezo wa Europa League. Chelsea waliweza kupata ushindi jana huko Denmark dhidi ya FC Copenhagen wa goli 2-1, lakini sasa ripoti ya uwekezaji ya shirikisho la kandanda Ulaya UEFA imeripoti kwamba klabu ya Chelsea ndio klabu ambayo ilitumia fedha nyingi zaidi na kikosi chake kilikuwa kikosi ghali zaidi katika msimu wa 2024. Ripoti hiyo ya UEFA inasema Chelsea walitumia kiasi cha euro bilioni 1 na milioni 650 kujenga kikosi. Gharama hizo za Chelsea zinapiku gharama za Manchester za mwaka 2023 ambao walitumia kiasi cha euro bilioni 1.42 kujenga kikosi chao, huku wakiwapiku pia Real Madrid ambao waliwahi kutumia kiasi cha euro bilioni 1.33 kujenga kikosi cha mwaka 2020. Chelsea ilisajili wachezaji 41 chini ya uongozi mpya wa Todd Boehly, ambao hata hivyo usajili huo mpaka sasa hujalipa na Chelsea bado hawajafanya vizuri. Katika ripoti hiyo pia UEFA inasema vilabu vya England ni miongoni mwa vilabu 20 ambavyo vina mapato bora zaidi, wakiwa na thamani ya euro bilioni 7.15, huku ligi ya Hispania ikiwa ya pili wakiwa na kiasi cha euro bilioni 3.7, Bundesliga ikiwa nafasi ya 3 kwa euro bilioni 3.6, wakati Serie A iko kwenye nafasi ya 4 wakiwa na kiasi cha euro bilioni 2.9, na ligi ya Ufaransa Ligue 1 ama Le Champion ikishika nafasi ya 5 wakiwa wana kiasi cha euro bilioni 2.4. Hizo ni gharama, lakini ni kujuze tu kwenye mikuno, Brooklyn Nets alikuwa anakipiga na Golden State Warriors kwenye NBA, ambako Golden State Warriors ameibuka na ushindi wa vikapu 121 dhidi ya vikapu 19. LA Lakers na New York Knicks inaendelea ikiwa ni kota ya kwanza. Shukran sana Omar. Shukran. Msikilizaji, bado naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: mazungumzo kati ya Marekani na Ukraine kufanyika wiki ijayo Saudi Arabia, huku Rais Volodymyr Zelensky akielezea matumaini yake kwamba yatakuwa yenye maana. Utasikia safari ya maisha binti mwenye albino aliye na ndoto za kuwa daktari. Na katika gumzo hii leo tuko na mwanamuziki Rayvanny kutoka Tanzania. Hii ni BBC.